Inakuwaje ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Coast Digital Media, kituo nambari 1 kinachokufahamisha yote yanayojiri kwenye safu tofauti ikiwepo kwenye safu ya burudani, siasa, michezoni na nyingi zaidi. Ni kwamba siku ya leo ningependa tuweze kuangalia kuhusiana na swala zima kuhusiana na lebo ambazo zimeweza kubuniwa. Siku ya leo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na lebo ambazo zimeweza kuanzishwa na baadhi ya wasanii na baadaye kuweza kuwasign wasanii na mwisho wa siku kuweza kufeli. Na ni kwamba tutakuwa tunaangalia manufaa ya lebo yapo vipi na madhara ya lebo yapo vipi. Na ni kwamba katika miaka ya hivi karibuni mastaa ndio hasa ambao wamekuwa wakianzisha rekodi label, ikiwa ni tofauti na hapo awali ambapo ni kwamba biashara hiyo basi ilikuwa ikiweza kumilikiwa na watayarishaji wa muziki kupitia studio zao na wakiweza kutegemea faida kupitia mauzo ya kanda pale. Ila kwa sasa wale wasanii maarufu kutoka Bongo ama dunia nzima ndio ambao wanashikilia biashara hiyo, lakini changamoto kubwa imekuwa ni namna wasanii wanavyowasaini na wanavyojitoa katika lebo hilo. Na kwamba tumeweza kushuhudia kwamba kuna visa vingi kati ya wasanii kuweza kujitoa kwenye lebo tofauti hivi. Hapo tutakuwa tunaweka orodha chache ya baadhi ya wale mastaa wa muziki wa Bongo Flava ambao waliweza kusaini wasanii na mwisho wa siku wakaweza kuondoka kwenye lebo hiyo. Baadaye wasanii wao wakaweza kubaki kutowika na pia baadaye kuweza kufulia. Kwanza tutakuwa tunaangalia lebo ya The Industry ambayo ni ya Navy Kenzo, ambayo ni kundi la Navy Kenzo iliweza kuanzishwa mwaka wa 2013 baada ya kuweza kuvunjika kwa Power. Ndio wamiliki wa The Third Industry ambao mnamo mwaka 2016 ndipo iliweza kuanza rasmi kuweza kuwatambulisha wasanii wake, ambapo iliweza kutoa wasanii watatu kwa mpigo mbaya, Selena, Willard na rapper Rosary. Ila mwaka 2017 Oktoba, Rosary akatangaza kuachana na The Industry na pia hao wengine nao waliweza kuondoka kipindi hicho, ikiwa ni takriban mwaka mmoja wa kufanya kazi pamoja. Na lebo hiyo iliweza kuonyesha kuwekeza sana, maana video za wasanii wote iliweza kufanyika nje ya nchi. Baada ya miaka mitatu The Industry waliweza kuwasaini msanii mwingine ambaye The Great Eddie aliyetoka na EP yake Small Bad Wolf ambayo iliweza kutoka mwaka 2021, ila naye tangu wakati huo hajasikika popote na hata lebo hiyo haipo katika uwanja wa kusimamia wasanii. Lakini tumeweza kuona kwamba wale ambao wameweza kukuzwa kwenye lebo hiyo ya The Industry ni msanii mmoja tu pekee yake ambaye tunamwona kwamba anafanya vizuri, ambaye ni Rosary, ambaye kupitia mwaka wa 2022 aliweza kushinda tuzo la kuwa msanii bora wa hip hop. Baadaye tunamwona kwamba pia bado anaendelea kwenye industry, lakini lebo ya The Industry ambayo inamilikiwa na Navy Kenzo iliweza kufifia na wasanii wakaweza kutoka kwenye lebo ile na baadaye wasanii wao wengine wakiishia kufulia. Na ni kama tutakuwa tunaangalia pia lebo nyingine ambayo ni ya Unity Entertainment ambayo inamilikiwa na AY, ambayo AY aliweza kutoka na ngoma yake ni Raha tu ambayo iliweza kutoka mwaka 2001. Mwaka wa 2012 aliweza kuwasanii wasanii watatu ambao ni Ommy Dimpoz, Stereo na Feza Kesi chini ya kampuni yake Unity Entertainment ambayo iliweza kujikita katika kusimamia na kufanya promotion ya kazi ya wasanii. Hata hivyo Feza Kesi aliweza kushiriki wa Big Brother. Hata hivyo Feza Kesi, mshiriki wa Big Brother Africa The Chase 2013 na mtangazaji wa zamani wa Choice FM, ndiye alikuwa msanii wa kwanza kuweza kujitoa katika management hiyo, kisha wakafuata Ommy Dimpoz na Stereo. Unakumbuka kabla ya Stereo kuweza kujiunga na Unity Entertainment aliweza kufanya kazi na M-Lab Since Music Laboratory ambayo ndio iliweza kumtoa kimuziki akitama na album yake ya Africa Sun ya mwaka 2011. Ukiangalia kwamba toka hapo tuweza kuona kwamba Ommy Dimpoz akiweza kuenda vizuri, lakini pia kidogo tunamwona Ommy Dimpoz akifanya vizuri, lakini baadhi ya wale wasanii ambao walikuwa pamoja ikiwemo Stereo na Feza hatuwaoni tena kwenye industry. Na record label nyingine ni SMG ambayo ni ya Quick Rocker, ambaye ni rapper Quick Rocker aliyetoka na ngoma yake Bullet mwaka 2010 baada ya kusainiwa na MJ Records, na baadaye aliweza kufungua studio yake na kuanzisha lebo Sweet Music Group ambayo iliweza kusaini kundi la Omg lenye wasanii watatu. Kundi la Omg liliundwa na Young Lunya, Conboy na Salmin Swags, huku Quick Rocky akiwapa Omg Oh My God jina hilo baada ya kuona uwezo wao ni mkubwa upande wa kuchana. Marapa hawa watatu waliweza kufanya vizuri wakati huo wakitoka na ngoma yao Uongo na Umbea mwaka 2017, wakiweza kumshirikisha Baraka the Prince, lakini
baadaye lebo iliamua kusitisha mkataba wao na madai ya kushindwa kurejesha uwekezaji uliofanyika. Kwa hivyo tumeweza kuona kwamba Quick Rocker baada ya hapo akaweza kufilisika na baadhi ya wasanii wakaweza kutoka pale, na kwa sasa hatuwaoni tena kwenye industry. Na ni kwamba lebo nyingine ni MD Music ambayo inamilikiwa na Vanessa Mdee. Ni kwamba lebo hii iliweza kuanza na kusaini wasanii Februari mwaka 2017, wakianza na Mas aliyetoka na wimbo wa Sugar ambao ni mwaka wa 2017. Iliweza kupokea vizuri hadi kupewa nafasi katika jukwaa la Coke Studio Africa kama msanii bora chipukizi mwaka 2018. MD Music waliweza kusaini Brianna Simba ambaye aliweza kushirikisha Vanessa katika wimbo wake Silence mwaka 2018, ila haikuchukua muda mrefu Brian Simba akaondoka katika lebo hiyo kwa madai ya kumaliza mkataba. Na kipindi Vanessa ambaye ndiye mwanzilishi wa lebo hiyo alipotangaza kuachana na muziki hapo Juni mwaka 2020, ndio ukawa mwisho wa MD Music kwa Mimi Mas. Kwa sasa anafanya muziki wake kivyake na sio chini ya management. Ingine ambayo tulikuwa tunamalizia ni Konde Music Worldwide. Baada ya kuweza kuachana na WCB, kama tunavyojua kwamba Harmonize aliweza kutangaza kuanzisha kwa lebo yake ambayo ni Konde Music Worldwide hapo Oktoba mwaka 2019, na kufikia April 11 mwaka 2020 wakaweza kumsaini msanii wa kwanza ambaye ni Ibra, na ndani ya muda mfupi wakawa na jumla ya wasanii 6. Hata hivyo, kuanzia Januari mwaka 2022 wasanii walianza kuondoka hadi Mei mwaka 2025 wakawa wameondoka wote ambao ni Country Wiz, Chidi, Kili, Angela, Young Scales na Ibra. Mwanamuziki aliyetamba na kibao chake Nitachelewa mwaka 2020. Utakumbuka Ibra ndiye alikuwa wa kwanza kuweza kusainiwa na akawa msanii wa mwisho kuondoka akiwa ametoa EP 2, Step ambao ni mwaka 2020, Karata mwaka 2021 pamoja na album moja ya The King New School. Na ni kwamba tunaweza kuona kwamba Ibra aliweza kutoka hivi majuzi, ambapo baada ya hapo ni kuhusiana na sakata zima ambao aliweza kutoka kati ya Harmonize na Ibra ambao iliweza kufanya hizi kufika kwenye BASATA na kuweza kuhojiwa kuweza kufahamu je mkweli nani, ambapo ni baada ya Ibra kuweza kutakikana hawezi kulipa mamilioni ya fedha kwa Harmonize ili kwamba hawezi kujitoa kwenye lebo hiyo. Hiyo ni summary tu ambayo nimeweza kupatia pale ili kwamba tuweze kufahamu je lebo zinamjenga msanii ama zinakuwa zinamfifisha msanii. Na kwa kweli tukiweza kuangalia ni kwamba lebo inafikia mahali kwamba inamfilisha msanii, kwa sababu tumeweza kuona hawa wasanii wote ambao wameweza kusainiwa kwenye lebo hizo wakiwa kwa sasa bado hawajafanikiwa kimaisha na kwenye muziki bado hawajaweza kufanikiwa. Kwa hiyo tutakuwa tunakuletea part 2 ya kuweza kufahamu je lebo zinafaidi wasanii ama zinawaangusha wasanii. Cha msingi tu, kama ndo mara kwa kwanza, hakikisha kwamba una subscribe ili kwamba endapo tuko na story nyingi zaidi utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuzipakua. Mimi ni Tomarandu Kazungu na hii ni Coast Digital Media.